Liloshangaza zaidi ama linaloshangaza zaidi, kuna kitu kinaitwa dua ya kuhitimisha Qur'ani katika swala ya tarawihi na swala ya qiyamu Ramadhani. Dua ya kuhitimisha Qur'ani ni dua inayosomwa siku ya 27 ama siku ya 29 baada ya watu kuwa wamemaliza Qur'ani nzima katika tarawihi. Inasomwa dua ile kabla ya kwenda katika rukuu. Kabla ya kwenda katika rukuu ile, mwisho wakimaliza Qur'ani inasomwa dua ya nini? Ya kuhitimisha Qur'ani. Ile haikufanywa na mtumi wala na maswahaba. Jambo la kwanza. Jambo la pili, dua imewekwa katika swala, ndani ya swala, hata sio nje. Wengine wakiomba dua baada ya swala wa watu wakali, haifai, mtume hakufanya. Baada ya swala hakuifanya, mwaikata. Mbona ndani ya swala hakuifanya na mwaikubali? Hilo jambo. Alafu jambo lingine ni kuwa dua katika swala ina sehemu zake, katika kunuti, katika sijida na katika tashahudi ya mwisho. Hakuna dua kabla ya kurukuu. Imekuwa dua sehemu ambayo kwamba si yake. Sheikh Ibn Baz ameiunga. Sheikh Ibn Baz ameiunga mkono, Sheikh Albani ameikataa. Sheikh Ibn Baz ameiunga mkono na Ibn Jabrin na wengineo. Sheikh Albani amesema ni bid'a, haifai. Hapa sasa panaposhangaza, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen amekaa kati na kati, anasema hilo jambo halikuwa wakati wa mtumi, ni uzushi, lakini siwezi kuliita ni bid'a kwa sababu Sheikh Ibn Baz aliunga mkono, kwa sababu kumepita ijtihadi ya maulama. Jamani, tuweni na insafu. Jambo ushasema halikufanywa wakati wa mtumi, maana yake ni bid'a. Ni moja katika mawili, ima uungane na Sheikh Albani ni bid'a, ama uungane na Sheikh Ibn Baz yafaa. Lakini ati yuko katikati, anasema jambo hili halikufanywa wakati wa mtumi, lakini siwezi kuliita bid'a. Kwa nini huwezi kuliita bid'a? Asema kwa sababu maulama wamekhtalifiana. Maulama anakusudia Sheikh Albani na nani? Sheikh Ibn Baz. Kwa hivyo maulama wa upande wako wakikhtalifiana, jambo waweza kujizuia usiite bid'a. Lakini maulama wengine wakikhtalifiana na upande wako, utawaita ni mubtadi'ina na uwabandikizie bid'a na nini. Tueni na insafu jamani. Kwa hivyo yapo mambo si moja wala si mawili wala si matatu yanafanywa na ndugu zetu haombo kwamba wanakuwa ni wakali katika masaili ya bid'a, na mambo yenyewe hakufanywa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hii inajulisha kuwa tunarudi pale pale, na ndio maana Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alipoulizwa kuhusu masala ya misaba kwa Qur'ani, Mtume hakufanya misaba kwa Qur'ani wala maswahaba. Alipoulizwa akasema ni jambo zuri, linawapa vijana himma ya kuhifadhi Qur'ani, watu wanapata kukusanyika sehemu moja na kuonana, watu wa sehemu mbalimbali, na lazima kutakuwa na mauidha. Angalia mizani aliyotoa, hakutoa aya wala hadithi inayojulisha nini, inakuwa kuonesha kwa musaba kulifanyika wakati wa Mtume. Ametumia nini? Ijtihadi zake. Anasema watu watakusanyika, watoto watapata himma ya kuhifadhi Qur'ani, na vile vile kutatolewa mauidha. Ikiwa hizo ndio asbabu za kuonesha musabaka wa Qur'ani wafaa, hizo ndio wanazozitumia wenzako katika vikao vyao, wakifanya usema tutakusanyika watu wa sehemu mbalimbali, kutatolewa mauidha sehemu kama ile, watapatwa himma ama watapatwa watu himma ya kutukuzwa mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wanaotoa upande wa pili. Mbona zikitolewa kule haifai, zikitolewa huku yafaa?